Mwenyekiti wa Baraza la Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, Profesa Hamed Rashid Hekmani amesema SUZA itaendelea kuunga mkono na kuimarisha elimu jumuishi kwa watu wenye ulemavu ili kuhakikisha wanapata fursa sawa za elimu na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii. Akizungumza na wanafunzi, walimu na wadau wa taasisi zinazoshughulikia watu wenye ulemavu katika mafunzo yaliyoandaliwa na mradi wa Breaking Education Barriers, Inclusion, Rehabilitation and Technology, yani BARIT, ameeleza kuwa chuo hicho kitaendelea kudumisha mazingira rafiki kwa watu wenye ulemavu pamoja na kuimarisha matumizi ya teknolojia zinazowawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kielimu. Tuangalie uwezo, vipaji na mchango na uwezo kutoa badala ya kuangalia changamoto alizonazo. Nimesema kwamba ulemavu unazaliwa nao au unakukuta. Kwa mtu yoyote ule hana hakika atamka lini vipi kesho. Kwa hivyo hapana haja ya kuwabagua hawa. Tutakuwa nao, mtu atangia kesho kuta atakubali abaguliwe hivyo? Hakubali. Utafiti unaonyesha kuwa maeneo ya kazi yenye ujuzi mkubwa huongeza ubunifu, ufanisi, mazingira bora ya kazi na mafanikio ya taasisi. Hivyo kuajiri watu wenye ulemavu si tendo la huruma, bali ni uwezo wenye manufaa kwa taasisi na taifa. Akizungumza katika mafunzo hayo, kiongozi mkuu wa mradi huo katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, ambaye pia ni mkuu wa skuli ya elimu, Dr. Said Khamis Juma, amesema lengo kuu la programu hiyo ni kuwakutanisha wanafunzi wa vyuo vikuu mbalimbali na kuwapatia uelewa wa kina kuhusu taratibu za ajira, fursa za kujiajiri na kuajiriwa, pamoja na kuwajengea uwezo wa kujiandaa kwa ushindani wa soko la ajira. Mradi huu unalenga kuwajumuisha wanafunzi wenye ulemavu walio katika vyuo vikuu na kuhakikisha kwamba wanapata uelewa juu ya fursa za kujifunza katika elimu ya juu, lakini pia kuelewa fursa zilizopo za ajira kwa wanafunzi wenye ulemavu, taratibu za serikali zikoje katika masuala ya ajira, kuna fursa gani za kujiajiri wao wenyewe, lakini pia fursa zilizopo katika ajira. Leo tumewaalika watu mbalimbali kuja kutoa uelewa kwa wanafunzi wenye ulemavu walio katika vyuo vikuu vya nchini. Kuna maafisa kutoka afisi ya Rais inayoshughulikia masuala ya ajira, wanawafahamisha vijana namna ya kutumia huo mfumo wa kuomba ajira, lakini pia kutakuwa na majadiliano ya kuangalia vipi wanaweza kujiajiri wao wenyewe, kuna fursa gani katika serikali, kuna fursa gani katika sekta binafsi na kadhalika. Kwa upande wake, mkuu wa divisheni ya sera wa Baraza la Watu wenye Ulemavu, ndugu Abushiri Said Khatibu, amesema malengo ya baraza hilo ni kuhakikisha ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika sekta mbalimbali za maendeleo, kukuza uelewa wa jamii kuhusu haki zao na kuhakikisha wanapata fursa sawa katika elimu, ajira na huduma nyingine za kijamii. Kitu kikubwa ambacho kwamba baraza imejipanga kwa watu wenye ulemavu, kwanza kuhakikisha kupata fursa za ajira katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba, lakini pili vile kupata fursa za elimu na kupata urahisi katika ufikiaji wa huduma za afya na huduma mbalimbali za miundombinu. Hii baraza linachukua jitihada mbalimbali za kuwawezesha watu wenye ulemavu kuanzia katika level ya chini ya kielimu, yani mtu ambapo anamaliza form 2 au anapomaliza form 4 anaungwa na vituo mbalimbali vya kupatia elimu, ni vituo vya mafunzo ya amali, yani zile skill development, anapata mafunzo pale. Lakini wanapomaliza form 6 kujiunga na vyuo vikuu, baraza linafanya wajibu wa kuhakikisha kwamba kila mtu mwenye ulemavu anapata mkopo na kuweza kujiunga katika chuo kikuu kwa fani ambayo amechaguliwa. Lakini pili, wanapokuwa katika vyuo vikuu, baraza linahakikisha kwamba watu wenye ulemavu wale hawakutani na vikwazo katika kusoma kwao. Nao washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kuwa programu hiyo itawasaidia kuongeza uelewa kuhusu maandalizi ya kuingia katika soko la ajira, kujiamini katika kuomba kazi na kutambua fursa mbalimbali za kujiajiri, huku wakiomba SUZA na wadau wengine kuendelea kuandaa mafunzo kama hayo kwa manufaa ya wanafunzi na wahitimu. Wito wangu kwa watu wenye ulemavu ama vijana wenye ulemavu, kwanza tusikate tamaa, kwa sababu kama tunavyojua kila jambo lina changamoto zake, na tunajua katika masuala ya ajira
changamoto ya competition ni kubwa sana. Wenzetu unakuta watu waliokuwa hana ulemavu, mtu ana ujuzi zaidi ya mmoja, na sisi inakuwa ni vigumu, kwa sababu unakuta mtu baada ile professional alionayo hana ujuzi wa aina nyingine, ama hana kitu ambacho kingine kinaweza kikambeba katika ile maombi yake pengine ya ajira ama ya fursa. Tunashukuru Chuo cha Taifa SUZA, SHIJUWAZA pamoja na walioshirikiana nao katika kutupatia mafunzo haya wanafunzi wenye ulemavu, kuweza kuzijua fursa za ajira na kwa namna gani tunaweza kuingia katika mifumo. Na sisi tunashukuru kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa tunalililia siku nyingi. Kama tujuavyo kwamba kijana yoyote mara nyingi huwa anategemea ajira katika kujiendesha katika maisha yake, na unapokuwa hujui namna gani utaziendea fursa za ajira, itabakia tu kwa unalalamika, lakini mwisho wa siku itabakia tu kwamba unaomba na kutokufikia yale malengo ambayo umejiwekea. Mradi wa BET unafadhiliwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Finland. Unalenga kuimarisha elimu jumuishi kwa watu wenye ulemavu katika vyuo vikuu vya Afrika Mashariki kupitia teknolojia, urekebishaji na ushirikiano wa kimataifa, ambapo SUZA ni mnufaika wa mradi huo. Ali Abbas, SUZA Online TV.